Kitabu kinachofundisha uchawi ni Biblia. Sasa nataka niweke wazi, kila Mkristo mwenye Biblia achukue, afungue, angalie. Na hii nataka usome ujue Biblia inafundisha uchawi hadharani. Na ninatoa hapa, sisi kama waadhiri wa Kiislamu tunatoa challenge. Kama kuna Mkristo yeyote, ni Gwajima au zaidi ya Gwajima, yeyote yule anayejiamini ya kwamba anaifahamu Biblia kutuliko sisi, aje akanusha ile andiko au aitishe mjadala, aseme ya kwamba ile andiko halipo ndani ya Biblia. Uchawi Biblia imefundisha. Qur'ani, there is no single verse in the Quran that describe about witchcraft. Hakuna aya hata moja ndani ya Qur'ani ambayo aya hiyo inasema karoge hivi, fanya hivi na hivi utaroga. Ni Biblia pekee yake. Sasa chochote leo tukufundisha Biblia wewe Gwajima. Kwa kuwa unapenda kuchokonoa Waislamu, hata tukuelimishe Uislamu unafundisha nini. Kitabu cha Ezekiel sura ya 5 mstari wa kwanza. Someni ili andiko wa Kristo pote mlipo. Hatutaki mchezo na dini yetu. Waheshimuni, mkichokonoa tunaingia huko ndani mpaka huo Kristo watu watajua kwamba kumbe kuna mambo haya. Ezekiel 5:1 inasema hii aya inafundisha uchawi moja kwa moja wazi kabisa. Sikizeni uchawi wa Biblia huu. Nawe mwanadamu, Ezekiel 5:1, nawe mwanadamu ujipatie upanga mkali kama wembe wa kinyozi ujipatie, ukaupitishe juu ya kichwa chako na ndevu zako. Biblia inafundisha chukua upanga, maana yake kiwembe, nyoa nywele za kichwa, nyoa na nywele za ndevu. Sikizani vizuri nyinyi watazamaji huko. Sio mavumbi wa Uislamu. Sisi Gwajima Gwajima wewe. Huo uchizi wako pelekea kwa soko kwenye Uislamu. Tumekamilika, tuko timamu sisi. Kisha ujipatie mizani ya kupima ukazigawanye nywele hizo na ndevu. Biblia inafundisha kwamba nyoa nywele za kichwa, nyoa na nywele za ndevu, kisha chukua mzani, pima hizo nywele. Jamani, sikizeni vizuri, zipime nywele, pima na ndevu. Biblia hiyo. Theluthi ya hizo utaiteketeza katikati ya mji. Wanakuambia sehemu ya theluthi ya nywele na ndevu nenda kachimbie katikati ya mji, yani katikati ya eneo. Kwa mfano kama unataka kuloga eneo fulani, nenda lile eneo pale katikati, nenda kachimbe kafukie, au nenda pale kachome katikati zile nywele na ndevu. Unazichanganya nywele na ndevu. Alafu inasema nawe utatoa theluthi na kuipiga kwa upanga pande zote 4. Alafu zile nywele za ndevu na zile za kichwa utazigawa sehemu nyingine. Utakuwa unapiga upande 4. Pa. Sikizani Biblia hiyo. Hiyo sio Qur'an, ni Biblia inafundisha ushirikina huu. Sikiza vizuri. Inasema ya kwamba utapiga pande zote 4. Alafu nawe utatawanya theluthi ya hizo ndevu na nywele ichukuliwe na upepo. Unaambiwa chukua tena sehemu ya ndevu na zile nywele, puliza. Zisipokuwa maana yake uzipulize, yani unapuliza, unaweka kama kwenye mkono, alafu unapulizia upande wa afu na upande huu afu. Biblia inafundisha ushirikina huu. Alafu inasema nami nitafuta upanga nyuma yake, nawe twaa katika zile nywele chache hizo na kuzifunga katika upande wa mavazi ya nguo zako. Biblia inafundisha kufunga ilizi. Unaambiwa chukua nywele na ndevu, funga katika sehemu ya nguo zako. Hii sio ilizi. Hii sio ilizi nyie. We nani we askofu na unajipa sifa ya askofu, wewe unasema mashehe wachawi. Hii Biblia inafundisha sio ilizi. Unaambiwa chukua nywele na ndevu, changanya, kisha nyingine funga katika pindo la nguo. Hivi kweli unawezaje kufunga nywele na ndevu katika upinde wa nguo kama sio ushirikina? Huu ni uchawi wa wazi kabisa. Biblia, the most dangerous book ambacho kinachofundisha uchawi katika dunia. Tunakupateni challenge, mtupatie kwenye Qur'ani andiko moja ambalo linaelekeza mafundisho kama haya. Bado sijamalizana na wewe askofu Gwajima, ulijipatia uaskofu tapeli mkubwa katika dunia hii. Inasema ya kwamba nawe twaa nywele chache katika hizo na kuzifunga katika pindo la mavazi yako. Nawe utatoa tena baadhi ya hizo na kuzitupa katikati ya moto. Angalia maelekezo bila kufundisha. Chukua tena zile nywele na ndevu, changanya, kisha tupa katika moto. Maana yake unaweka na manuizi na kwenda kuchoma nyumba zote za Mbagala. Ndio maana Gwajima alikuwa anasema tunafyeka kila mtu, kwa sababu anajua ufyekaji wake ni huu wa ushirikina huu ambao unaofundishwa Biblia. Sasa inamalizia Biblia inasema ya kwamba na utatoa tena baadhi ya hizo na kuzitupa katikati ya moto na kuziteketeza katika moto huo. Kutoka nywele hizo, sikia maelekezo Biblia inasema ukishafanya haya yote, inasema kutoka nywele hizo moto utakuja na kuingia katika nyumba yote ya Israeli. Biblia inafundisha jinsi ya kuchoma nyumba za watu. Huu ni ushirikina wa wazi, wapenzi ndugu zangu wa Tanzania. Gwajima, haya mbona huwafundisha waumini wako? Biblia inafundisha uchawi hadharani. Nywele na ndevu changanya, funga katika pindo. Huu ni hirizi. Biblia inafundisha kwamba chukua zingine katupe katikati ya moto. Kutoka ule moto, baada ya kutupa zile nywele na ndevu kwenye moto, moto utalipuka pale, buf, ukishawaka unahamia kuchoma nyumba za watu. Kwa hiyo Biblia inafundisha ukitaka kuchoma nyumba za watu usipate